2025. Mahujaji katika matumaini. Sinodi Jimbo Katoliki Moshi. Katika Kristo tusikilize na tufanye yote upya. Moshi. Pendwa Mheshimiwa Paroko, Padre Exupalimo, mpendwa Padre Gasto, katibu askofu, mpendwa fratelli wetu, wapendwa kamati tendaji ya parokia hii teule ya Mtakatifu Yuda Tadei hapa Materuni, wapendwa wanakwaya, makatekista, wapendwa watumishi wa misa, wapendwa mashirika ya kitume na vyama vya kitume, wapendwa vijana wetu nao sali pamoja, wazazi, wakina baba na wakina mama, vijana wetu wa vyombo vya habari na hasa Moshi Catholic Online na wengine wote wenye mapenzi mema tunaosali pamoja. Tumsifu Yesu Kristo. Wapendwa, tuko katika kipindi cha Majilio 2025 na tunaona mwendo wa kipindi cha Majilio unakwenda. Leo tuko Jumapili ya 3. Mwendo safari hii ya kipindi cha Majilio 2025 unakwenda, safari inakwenda, karibu tunakaribia mwisho. Na somo kubwa linalotawala Jumapili ya leo kwa kadiri ya mapokeo ya kanisa, lakini hata leo pia neno kubwa linalotawala, somo kubwa ni furaha. Leo inaitwa Jumapili ya furaha. Jumapili ya furaha. Tunaambiwa tufurahi. Nasema tena furahini. Sasa hapo mwaliko mnapopata hivyo, nanyi bado mnaendelea kukunja nyuso na huzuni. Nasema tena furahini. Kwa nini kanisa linaweka hilo? Hata waimbaji wameimba furahini, furahini, nasema tena furahini. Bila shaka kanisa linaona watu kama nyinyi pia. Sasa tumeingia hapa kanisani, yani mupo tu na kama yani mupo kanisani, lakini bado mna uchungu, nyuso hamna tabasamu la kiinjili, tabasamu la wana wa Mungu, kwamba pamoja na matatizo tulio nayo na mahangaiko na changamoto zote, lakini Yesu yumo, tunampenda, tunamtumainia na atakuja hivi karibuni. Nakuta kwamba nyuso zina huzuni. Ndio maana kanisa linarudia tena furahini. Nasema tena furahini. Msiwe na huzuni. Ndiye makofi ni Yesu. Kanisa linatangaza, ni Yesu anatangaza, anayetuona. Anasema tena furahini. Wanangu wapendwa, marafiki zangu, kwa nini mna huzuni? Naomba utulie, keti sasa. Nasema tena furahini. Kumbe ndugu zangu, ni kipindi cha ni Jumapili ya furaha. Na mambo yako hivi. Mungu kwa tabia yake ni Mungu wa furaha. Yesu kwa tabia yake ya asili ni furaha. Na hivi anapenda sisi wanafunzi wake, marafiki wake, tuwe na furaha daima. Tuwe na furaha. Mungu kwa tabia yake ni furaha. Yesu kwa tabia yake ni furaha. Naye anapenda tuwe na furaha daima. Hata kama tuko katika huzuni inayoletwa na mateso na changamoto za hapa na pale, lakini
kwa sababu ya fadhila tatu kubwa ambazo tunaziheshimu sana katika maisha yetu. Kwa sababu hiyo tuendelee kufurahi. Fadhila hizo ni nini? Anatuambia siwaiti tena watumwa, ninawaita marafiki, kwa sababu mtumwa ajui yale yaliyo katika moyo wa bwana wake, lakini mimi nawaita rafiki, maana nimewashirikisha yaliyo ndani ya moyo wangu. Naona Yesu ni rafiki kweli. Sasa hata tunapoalikwa leo na kanisa, nasema furahini. Nasema tena furahini, muwe na furaha. Sio kwamba kanisa linaloongea kwa niaba ya Kristo, si kwamba alijui kwamba kuna watu ambao kweli pia wako kwenye mahangaiko makubwa kwa sababu ya hili na lile, changamoto kubwa za maisha hapa na pale, mateso, maumivu. Itakuwaje jambo hili? Si kwamba kanisa halifahamu hilo. Hiyo ni sehemu ya maisha. Hata tulivyo hapa tu, kila mtu amebeba ya kwake. Kuna mahangaiko, kuna mateso, kuna changamoto. Sasa yako huko, lakini kwa sababu ya imani tulio nayo kwa Yesu ambaye anatualika tuwe na furaha, kwa Mungu ambaye anatualika tuwe na furaha, tena mara mbili. Nasema tena, acheni kukunja nyuso zenu, furahini, onyesheni tabasamu ya kiinjili, furahini. Kwa sababu gani? Nitakuwa na nyinyi tu. Kumbe hata tunapokuwa na mahangaiko, changamoto, huzuni, tuwe bado na furaha, na furaha yetu inatokana hasa na ile imani tuliyo nayo kwa Mungu, kwa Yesu, yale matumaini yasiyoshindwa, ambayo ndio kauli mbiu yetu ya mwaka huu mtakatifu wa Jubilei 2025. Mahujaji katika matumaini. Hayo matumaini tunayoyasema hapo, wapendwa, naomba myapigie mstari na myatafakari sana. Ni matumaini yasiyoshindwa. Ni matumaini, yani tunaamini tu kwamba mambo yatakuwa tu kama Abrahamu alivyoambia, utakuwa baba wa mataifa yote. Utakuwa baba wa mataifa yote. Utakuwa na watoto wengi ambao utaweza kuhesabu. Na kwa imani yake aliona. Kumbe furaha tulio nayo si kwa sababu tuna kila kitu, yani kila kitu kiko hapo mezani, kiko tu, unaviona tu. Inaweza kuwepo pia kwa sababu ya furaha yako, lakini hata hivyo, hata sasa hivi tuna furaha kidogo, lakini pia kuna mambo ambayo yanatusumbua katika mioyo yetu. Kuna mateso, kuna mahangaiko, kuna maumivu. Hata hivyo, kwa sababu ya imani yetu tuliyo nayo kwa Yesu, kwa sababu ya matumaini yetu tuliyo nayo kwa Yesu, kwa sababu ya uvumilivu. Somo la pili limeongeza juu ya uvumilivu. Ni lazima tumngojee Mungu. Ni lazima tumngojee, na tunajua kwa imani na matumaini anavyotupenda, atapenda tu, atakuja tu. Kwa hiyo tunaanza kufurahi hata kabla. Pamoja na kwamba kuna hizo changamoto, hayo maumivu, hayo mateso, tunafurahi kwa sababu ya imani tuliyo nayo kwake, matumaini tuliyo nayo kwake. Huwa hawezi kutuangusha. Ni matumaini ambayo hayawezi kutuletea maumivu, yani kutuletea kushindwa. Lakini pia kwa sababu ya uvumilivu tulio nao, uvumilivu wa kiinjili, mambo yatafanyika tu. Ndugu zangu, tufurahi. Nasema tena furahini. Hili la maana sana. Ni somo la siku ya leo. Ni somo la siku ya leo ni kubwa sana. Tufurahi katika maana hiyo. Wakati mwingine kwa kweli tunafurahi kwa sababu tunajisikia kwa kweli tuko vizuri. Yaani hata ndani yangu hakuna mahali popote napoumwa. Lakini pia nikiangalia hata pale nyumbani leo kuko vizuri. Kuna nyama leo iko kwenye friji huko, chakula kinatengenezwa vizuri, kuna mchele huko, kuna nyanya, kuna mafuta, kuna vitunguu, kuna kila kitu. Kwa hiyo mama ana furaha, unaweza kuwa na furaha hiyo, sufuria ziko
kuna wasiwasi. Naona sasa hiyo inaweza kuwa ni kuna vipindi tunavyokuwa na furaha na hiyo, na tumshukuru Mungu zaidi hapo. Lakini kuna wakati mwingine nakuta kuna mambo ambayo kwa kweli, yaani mtoto yuko hospitali lakini bado tena kama nyumbani, yaani hakuna fedha lakini bado tena mnahangaika. Kuna mwingine tena anapikwa shuleni, amepeleka barua, anaomba apelekewe ada, yaani unakuta yanasumbua. Hata hivyo, hata kwenye kipindi kama hivyo, tufurahi katika Bwana, tufurahi, maana tuna furaha yetu tumeiweka katika msingi huu kwamba tunavyomwamini Yesu hawezi kutufrustrate. Tunavyompenda Yesu hawezi kutufanya tusifanikiwe. Tunavyomwamini na kumtumainia atatutendea tu yale tunayomwomba. Kumbe ni lazima tuelewe kwamba furaha yetu katika Mungu, furaha yetu katika Kristo ni ya namna hiyo, ni ya namna hiyo. Lakini kwa vyovyote furaha inapaswa kutawala. Kumbe ndugu zangu, leo ni Jumapili ya furaha, kwa sababu pia tuko karibu sana na kumpokea mkombozi wetu ambaye analeta hiyo furaha yenyewe. Naona kwenye somo la kwanza anasema, yani Yesu anakuja na masikio ya viziwi. Ni alama zinazoonyesha kwamba mkombozi anapokuja kutakuwako na hali mpya, hali ya kufurahisha. Bubu wataimba kama waimbaji wetu wanavyoimba vizuri hapa. Mtu ni bubu lakini inatokea mara moja anaanza kuimba. Ni alama za uwepo wa Yesu kati ya watu, ya Masiha kati ya watu. Masikio ya viziwi yatazibuliwa, macho ya vipofu yataondolewa upofu. Kwa hiyo Yesu anapokuwepo anaondoa matatizo yetu, anaondoa mahangaiko yetu, na ndiyo tunayemngojea ili aweze kutawala tena maisha yetu kwa namna ya pekee zaidi, ili jinsi ambavyo tumejiandaa vizuri, anapokuja aweze kuingia ndani yetu zaidi na afanye mambo ya kimungu zaidi ndani yetu. Matatizo tuliyo nayo atusaidie kuyaondoa. Kumbe ndugu zangu, ni kipindi cha furaha katika msingi huo. Kwanza kabisa furaha kwa sababu yani sasa hivi yupo tu, hata na sisi yupo. Lakini bado tunamngojea, tunajiandaa, tukiwa tunaamini kwamba tukijiandaa vizuri, tutakapokuwa tunaadhimisha kipindi cha Noeli kwa imani, kwa sababu tunajua tena tunaadhimisha ile birthday yake, atakuwa na sisi kwa namna ya pekee. Atafanya mambo makubwa kwetu, matendo makubwa kwetu ambayo yanasemwa na Injili siku ya leo. Naona katika Injili ya leo Yesu alisikika, Yohani alisikia kwamba anafanya mambo ya ajabu. Kuna mtu ambaye anafanya mambo ya ajabu. Sasa Yohani wakati huo yuko gerezani. Sasa akajiuliza, unajua Yohani ametumwa tu kumtayarishia Yesu njia, watu wamtayarishie njia, wayaondoe mabonde yaliyoko katika maisha yao na mahangaiko, wajiandae kumpokea Masiha. Lakini yeye hakuwa amekutana na Yesu. Wakati ule alikuwa hajakutana na Yesu uso kwa uso. Sasa kuna kile kipindi alichowekwa gerezani. Sasa anasikia kuna mtu ambaye anafanya matendo ya ajabu, matendo ya kimungu, matendo ambayo katika Agano la Kale yamesemwa na manabii. Hayo matendo yatakapokuwepo, basi mjue kwamba hayo ni matendo ya Masiha, ni matendo ya Mungu. Mungu yuko kazini, ufalme wa Mungu uko kati yenu. Sasa Yohani akiwa kule gerezani anakuwa na wasiwasi. Yule mtu ambaye anamsikia anafanya matendo ya ajabu, huko ni nani? Basi Yesu akawatuma wafuasi wake wawili, nendeni
Masiha au tumtazamie mwingine? Sasa sikia, wale wanafunzi wa Yohani walipofika kwa Yesu aliyekuwa anafanya hayo matendo makuu yalikuwa yanatikiza na wahangaisha watu, na Yohani mwenyewe sasa anasema haya matendo manabii wameimba, manabii wamesema katika Agano la Kale kwamba haya yatakapokuwepo basi ni ishara kwamba Masiha yupo kazini. Sasa ndiye yeye au tumngojee mwingine? Naona Yohani Mbatizaji mwenyewe hakuwa amekutana na Yesu. Yaani huyu yuko kwenye eneo lake la kazi na yule yuko kwenye eneo lake la kazi. Huyu anamwandalia na huyu ameshaingia, kuna mambo anayofanya huko. Sasa Yesu anawaambia wale wanafunzi, nendeni mkamwambie Yohani. Nendeni mkamwambie Yohani, mnayoyasikia na kuyaona. Vipofu wanafanywa kuona. Vipofu wanafanywa kuona. Yesu anawafanya vipofu waone. Nendeni mkamwambie, si mnaona maana walipokwenda wale wanafunzi wa Yohani kule kwenye yale maeneo ya Yesu ya kazi, wakaona kweli Yesu yuko kazini. Sasa Yesu anawaambia, mimi sina sababu ya kusema mambo mengi kuambia kweli mimi ndiye Masiha, mimi ndiye Yesu nimeshaingia, mkambie Yohani kabisa kwamba ndiye mimi. Hapana, nendeni mkamwambie Yohani haya mnayoyasikia na kuyaona. La kwanza, vipofu wanaona. Vipofu wanaona. Viwete wanapewa uwezo wa kutembea. Na kwa kweli wanaona vitu wanatembea. Viwete wanatembea. Wenye ukoma wanatakaswa. Viziwi wanasikia. Wafu wanafufuliwa. Maskini wanahubiriwa habari njema. Sasa haya matendo haya yalisemwa na manabii katika Agano la Kale. Haya matendo ni matendo makuu. Ni matendo ya Mungu. Si rahisi mtu wa kawaida tu, mtu ni kipofu anamfanya aone. Ni Mungu anafanya hiyo. Mtu ni kiwete anamfanya aweze kutembea. Ana ukoma, anatakaswa ukoma hapo. Sasa ni kiziwi anasikia. Amekufa anafufuliwa. Na watu ambao hawajawahi kusikia Injili, maskini wanahubiriwa Injili. Sasa nendeni mkamwambie Yohani haya mnayoyasikia na kuyaona. Yeye mwenyewe atafahamu. Kumbe sasa hapa haya matendo yanatangaza uwepo wa Yesu. Yesu yuko kazini. Yesu yuko kazini. Haya ni matendo ya Masiha. Haya ni matendo ya Mungu. Hakuna mtu ambaye anaweza kuamsha wafu, kufufua wafu. Hakuna mtu ambaye anaweza kusema tu nataka takasika. Yule mkoma mnakumbuka alipenda kwake akamwambia, "Bwana, ukipenda waweza kunitakasa." Alikuwa mkoma, limejaa ukoma mwili wote. Na Yesu pale akamwambia, "Nataka takasika." Ule ukoma kateremka, akabakia. Sasa matendo namna hii ni matendo ya Mungu tu. Kwa hiyo kipindi cha Masiha kimeshaanza. Nendeni mkamwambie Yohani haya mnayoyaona na mnayoyasikia, kwamba kipindi cha Masiha kimeshaanza, kwamba Yesu yuko kazini anatenda kazi. Watu waamini. Watu wamtegemee Mungu. Na watu wawe na furaha. Kipindi cha ufalme wa mbingu kipo kati yenu. Ufalme wa Mungu umekuja. Maana yake nini? Mungu yuko kazini. Anatenda kazi. Yesu ni mwana wa Mungu. Yesu ni mwana wa Mungu aliye hai. Ndivyo anavyoitwa kwenye maandiko matakatifu. Yesu alimwambia Petro, "Na ninyi mitume, unasema mimi ni nani?" Wewe ni mwana wa Mungu aliye. Wewe ni Kristo. Yaani Kristo maana Masiha. Ni yule aliyesemwa na maandiko matakatifu. Ni yule manabii wamemsema kwamba atakuja kutangaza ufalme wa Mungu. Wewe ni Kristo wa Bwana. Sasa Kristo wa Bwana ameshakuja. Mwambieni na ninyi wenyewe mjue kwamba Kristo yuko kazini.
kwa sababu matendo haya si ya binadamu. Matendo haya ni ya Masia. Matendo haya ni ya mkombozi wenu. Wafu wanafufuliwa, wakoma wanatakaswa, na maskini wanahubiriwa Injili. Ufalme wa Mungu umeanza. Kumbe muwe na furaha. Nasema tena, furahi. Ndugu zangu, hata sisi tuko hapa tunaambiwa tufurahi. Ni kweli tuko kwenye kipindi cha maandalizi kama nilivyowaambia. Sio kwamba Yesu hayupo sasa hivi, lakini tunajiandaa ili tunapofikia yuko kwenye birthday yake, yani tuweze kumhisi zaidi, kumwonja zaidi, yani kuyaonja matendo yake, uwepo wake kati yetu, miujiza yake kati yetu, tuweze kuyapokea, tuweze kuyaonja na kuyahisi zaidi, hasa kutokana na imani yetu kwake, kutokana na matumaini yetu kwake, kutokana na jinsi kwa uvumilivu wetu tunakuwa tunamngojea bila kukata tamaa kwamba atakuja, atatenda tu. Kwa ndugu zangu, tunarudi katika umuhimu wa imani. Imani ya dhati kwa Yesu, kwamba Yesu yumo. Yesu yumo, hata sasa hivi yumo. Ni kama Yohana anapotuma, yumo kazini. Na viwango vya kumwona, viwango vya kuonja, kuhisi, kushuhudia uwepo wake, utendaji wake katika nafsi yako, katika familia yako, unatokana sana na imani yako ya dhati kwake. Imani ya dhati kwa Yesu, matumaini hai kwa Yesu, uvumilivu tulio nao katika kumngojea hata katika mateso. Kwa hiyo tunapokuwa ni watu wa imani, hatuna mahangaiko, hatuna wasiwasi, hatuna makandokando katika imani yetu kwa Yesu, matumaini yetu kwa Yesu. Yani tutaona hata alama za ufalme wake mara moja zipo tu na zitakuja zaidi. Kinachotusumbua ndugu zangu wapendwa ni ukosefu wa imani thabiti. Imani thabiti, imani isiyohangaika, imani isiyo na makandokando, imani ambayo nafsi ambayo imeelekezwa tu kwa Mungu, nafsi yote, moyo wote, macho yote imeelekezwa kwa Mungu, imeelekezwa kwa Yesu. Hapo ndipo panapotusumbua sana. Simesikia kuna imani mkorogo eh? Nimeshasikia katika sinodi tunaongea juu ya imani mkorogo. Si unafahamu eh? Ni mkorogo. Kwa msamiati ni mbaya sana, imani mkorogo. Imani mkorogo ni kama vile sasa unaomba supu, unasafiri, unafika pale Same hapo, au unapokwenda karibu mnaingia njia ya kwenda Dar es Salaam, mnaingia kwenye hoteli hapo, mnaomba supu. Basi unaulizwa unataka supu ya kawaida, supu nyeupe au supu mkorogo? Nasema supu mkorogo. Aha. Sasa wewe supu mkorogo wewe unasema tu kuna kama utafika Dar es Salaam. Yaani mkorogo, yaani analeta kwanza hiyo nyama, kuna mahindi huko ndani, alafu anaweka nyanya, anaweka vitunguu, anaweka mayai, anaweka damu kidogo, alafu anaweka matunda, anakoroga kabisa, anakoroga. Basi anakuletea kibakuli kimejaa, karibu mama, asante kwa kweli. Yaani afadhali ni afadhali pia kutoka huko ndani, ni afadhali kutoka huko Materoni kwa Dar es Salaam kweli. Leo naonja supu mkorogo. Yaani unakunywa sasa hiyo supu mkorogo. Yaani kama utafika Dar es Salaam utasumbua dereva siku hiyo. Kila wakati simama, naomba tu usimame, naomba usimame. Jamani naomba mniachie, naomba. Ni nini? Supu mkorogo. Sasa tunapozungumza juu ya imani mkorogo, ni kitu kibaya sana. Hivi hata wewe ungekuwa ni Mungu,
angekuwa ni Yesu kweli, tunapozungumzia kwamba kwa kweli tuko kwenye kipindi cha imani mkorogo katika kanisa, imani mkorogo katika jimbo letu, imani mkorogo hapa kwenye parokia yetu ya Makutero, imani mkorogo katika familia zetu, imani mkorogo katika nafsi yangu. Sasa mambo yatakwendaje? Maana mkorogo tumechanganya mambo mengi, tukaweka na ukorogo ndani, tukaweka na vitunguu, tunaweka nyanya, tunaleta matunda, tunaleta kisisio, tunaweka huko ndani. Sasa yani hapo tutakwendaje? Kama kweli sisi hata ungekuwa Yesu tu, uone kwamba yani huyu mwanafunzi wangu, huyu mpendwa wangu niliyemuokoa kwa damu yangu takatifu, akabatizwa, akashirikishwa katika maisha yangu, kweli yuko namna hii, anaishi imani mkorogo, hana imani thabiti ndani yake, hana imani iliyo na msimamo. Maaskofu mwaka huu tumewaandikia barua ya parezi, simameni imara katika imani. Mwaka jana simameni imara katika imani. Mwaka huu simameni imara katika imani. Kwa nini? Mahangaiko mengi mno yanayoonekana katika imani yetu kwa Mungu, kwa Yesu, kwa kanisa Katoliki. Naona mahangaiko mengi mno. Yaani hata ungekuwa ni Mungu tunamtesa sana Mungu. Ungekuwa ni Yesu tunamtesa. Anatupenda. Anapotaka kutusaidia tunamvuruga. Sasa sisi tuko hapa tuko kwenye misa takatifu hiyo. Tunafanya misa takatifu hapa. Yaani mko vizuri. Unaonekana vizuri tena jinsi ambavyo tuna leo. Somo letu ni furaha. Na nimeshaambia tufurahi, nasema tena tufurahi. Na mkafurahi, mkatabasamu kidogo. Leo mko hapa kwa furaha. Haya, mtakwenda neno la Mungu ndio hilo mnalisikia. Takwenda taingia hapo kwenye Ekaristi. Tunafikia hapo unashirikishwa mwili na damu ya Kristo, mwili wa Kristo. Amina. Haya, hakuna shida hapo. Yaani anasema amina. Amina maana yake na iwe hivyo. Huyu ni Kristo mwana wa Mungu kweli. Baba paroko ni kuombe. Ile neno amina mnalitumia hivi. Hakuna. Kesho tutakwenda hapo, tumealikwa tutakunywa chai ya asubuhi hapo kwa Baba John. Amina. Kesho asubuhi niite basi ili nisichelewe bisa. Amina. Yaani hiyo amina mliache. Amina ni msamiati wa Biblia wenye maana sana. Ni kama tunavyosema kwenye komunyo takatifu, mwili wa Kristo. Amina. Yaani iwe hivyo. 100% na amini ni Mungu kweli. Leo unanyosha ulimi. Sasa unamkomunishwa hivi hapa leo. Unasema amina. Unaenda nyumbani tena jioni una safari ya kwenda hapa Arusha tu. Na mita mke wako, Mama Matumaini, sasa nachinja kuku hapa niangalie kama njia imenyoka. Njia imenyoka, hivi anachinja, anachukua ile maini, anaangalia ile mishipa ya maini kama imenyoka, anaangalia mishipa ya maini huko anachukuza. Mama Matumaini, hebu njoo hapa. Naona hapa, yani kwenye nani unaona hii mishipa hapa, kutoka hapa mpaka hapo mjini hakuna shida. Mpaka ile barabara ya Sanya hakuna shida. Na unapoingia hapo, naona unapoingia karibu Arusha hapo, kuna shida mishipa hapo Sasa nifanyeje? Nienda Arusha au nisiende? Njia haijanyoka vizuri. Nenda tu mume wangu, utaendelea kusali rozari huko nyumbani. Sikiliza mikorogo hiyo. Utaendelea kusali rozari huko nyumbani. Anapenda kweli baba, anaendelea na safari yake. Akifika pale maili 6 pale, anasema ngoja niingie hapo maana kanisa liko hapo karibu. Anaingia kanisani, anasali. Nasikia watu wanaimba, tumaini letu ni kwa Bwana. Tumaini letu ni kwa Bwana. Kama ana uwezo wani. Naye anaingia anaimba. Tumaini letu ni kwa Bwana, ana uwezo wani. Sasa tumaini lako kweli kwa sasa hivi naelekea Arusha. Huko umeshachinja. Kwanza ulipokea Ekaristi takatifu. Kwanza ukasikia Injili takatifu kama sasa. Jinsi ambavyo inakualika kwenye usimame imara katika imani. Ukapokea Ekaristi, mwili wa Kristo. Amina. Ndivyo mambo, nampokea Yesu mwana wa Mungu mzima. Ndiye. Haya, unakwenda, unapita maili 6. Unaingia tena pale. Unaimba. Na huku umeshachinja. Huku ukaona kwamba
mishipa ya ini la kuku imepinda. Sasa ukifika pale maili 6 wanaimba tumaini letu ni kwa Bwana, kama ana uwezo wa milele. Na wewe pia uko ndani. Tumaini. Sasa tumaini lako kweli ni kwa Bwana au ni kwa mishipa ya kuku? Kweli afadhali tu ungeimba tumaini langu ni katika mishipa ya ini lako. Ndio. Sasa ya imani korogo ndio hiyo. Tunamchanganya Yesu kweli. Tunamchanganya Yesu. Kumbe ndugu zangu, yaani tukisimama imara katika imani, tutaona Yesu anavyofanya kazi kwetu kwa namna ya ajabu. Tutaona alama nyingi za imani kwamba kweli kuna matendo ya kimungu yako katika ninayaonja katika maisha yangu ya kila siku. Yaani kuna alama ninazoziona na sio za kawaida. Hapa ni Yesu tu. Hapa ni Mungu tu. Kama una imani utaona hapa ni Mungu tu anatenda. Utamuona jinsi ambavyo Yesu anafanya kazi, kwa sababu utaona matendo makuu kama haya ambayo Yesu anawaambia wale wanafunzi, nendeni kwani kuhangaika, nendeni mkamweleze Yohana haya mnayosikia na kuyaona. Haya matendo namna hii si ya kipindi cha Masia, si ya kipindi cha Masia. Nendeni, yeye mwenyewe ataamua. Sasa kama tuna imani kweli kwa Yesu, tutaona, tutashuhudia matendo ya ajabu, matendo ya ajabu ya kimungu, alama za ajabu za kimungu katika nafsi yako, katika maisha ya pale kwenye familia, katika maisha ya pale kwenye ofisi, kwenye ile biashara. Unaona kwa kweli hapa sio mimi, ni Mungu tu. Naona kuna vitu, kwa mfano nyinyi wanaume si wanasema, kuna msemo wanaosema kwamba koti la baba alikosi chawa tunamfahamu koti la baba alikosi chawa. Si kuna wakati ambapo kwa kweli hali ni ngumu, linakosa chawa kabisa. Kweli au uongo? Linakosa chawa kabisa, hata chawa moja haliko huko ndani. Kweli au uongo? Lakini unapopenda kwenda hivi tu, ni hamjashuhudia. Nani ameshuhudia kweli? Yaani Jumatatu ameanza hivyo, yaani kwa kweli, yaani koti liko hivyo, halina chochote, halina chawa ya aina yoyote. Yaani hata 1000 ipo, hata 2000 ya kuweka huko kwenye pocha ipo. Lakini kwa mshangao, yaani kufumba na kufungua, unakuta mara moja koti lina chawa 50,000. Yaani inatokea tu, unatembea hivi tu, mara moja imetokea, sijui umemkuta mtoto wako, sijui rafiki yako, sijui ni jirani yako, mara moja tu koti linakuwa na chawa 50,000. Nani ambaye ameshashuhudia mambo yanayotokea katika maisha? Wengi. Sasa hapo, hizo ni alama za upendo wa Mungu kwetu. Na kama tunamwamini kweli, hapo tunapaswa kuonja uwepo wake. Tunapaswa kuhisi, tunapaswa kutoa ushuhuda kwamba hapa ni Mungu tu. Kumbe Yesu yuko katika maisha yetu ya kila siku, anatenda. Lakini kwa sababu ya ukosefu wa imani kamili, imani ambayo ni ya dhati, kwa sababu ya ukosefu wa matumaini hai ya kiinjili, kwamba nitafanikiwa tu. Yesu hawezi kuniambia nitafanikiwa tu. Mimi naendelea kumpenda, naendelea kusali. Mimi na Yesu naendelea kusali. Mimi naongeza sala tu. Hawezi kuniacha. Utaona mambo ya ajabu. Mambo ya ajabu. Unafanya biashara hapa, mara nyingi yanatokea. Mara nyingi hata na wakati ambapo tunatoka tu jioni na vijana hapa simesoma mapali hapa, kwenda kutafuta tu, tutakwenda tu kutafuta miti hapo ya kuotesha, kuna miti na maua ya kuotesha, tunakwenda tunazunguka hizo bustani. Sasa watu wanatoa pia ushuhuda. Kweli tunakwenda, tunanunua miti, tunatoa miti mpaka tunatoa 200,000 kwa yule mama anayeuza au yule baba. Kweli tunapo ni kwenye saa 12 hivi, anasema kwa kweli nimemshuhudia Mungu leo. Yaani tangu asubuhi baba askofu sijaweka hata shilingi moja kwenye mfuko wangu. Mara moja mmekuja tu, mmenipa 200,000. Anapiga magoti, naomba unibariki baba. Sasa nakubariki tena na fedha huko unapokea wewe. Lakini kwa kweli anaishiwa na nguvu.
Kwa kina mama, hamjaona mambo ya namna hiyo mara nyingi katika maisha yenu? Ndiyo, nyumbani pia sufuria, jikoni hakuna chochote, masufuria yako matupu tu, ukiangalia vikapu kabatini hakuna chochote, mama anahangaika, nitaweka nini huko jikoni? Kufumba na kufungua tu anaona mambo ya ajabu. Yaani anatengeneza wali huku, na huku ni machalani, na huku nyama inachemka, na huku manyanya, yaani imetokea tu kwao. Hizo ni alama za Mungu au za shetani? Unazishuhudia mara kwa mara, sio? Sasa hiyo ni ishara ya wazi ya upendo wa Mungu kwetu, ya uwepo wa Mungu kwetu, ya utendaji wa Mungu. Yuko kati yetu kwa alama mbalimbali. Na hizo anazifanya ili tuendelee kumwamini, tuendelee kumtumainia, tuendelee kuwa na uvumilivu tunapokuwa na mahangaiko, tujue kwamba Mungu atakuja tu. Kumbe ndugu zangu, ni kweli tunajiandaa ili wakati wa Krismasi tuweze kumonja zaidi, tuweze kumguza Yesu zaidi, tuweze kumguza zaidi, tuweze kumexperience, yani tuweze kumuhisi zaidi katika hiyo birthday yake, huwa wakati wake wa kuzaliwa. Lakini hata sasa msifikiri kwamba Yesu hayupo. Yupo na anatenda. Tuendelee kumpenda Yesu, tuendelee kumngojea kwa imani thabiti, tuendelee kuweka matumaini thabiti kwake na uvumilivu wa pekee, na tuondoe kabisa makandokando yote ambayo yanaweza kuchafua imani yetu kwa mambo madogo au makubwa. Ondoa yote, ondoa tu, safisha, na utaona miujiza ya ajabu. Yesu hawezi kuingia mahali ambapo kuna mkorogo, haiwezekani. Ondoa. Na hiki kipindi cha majilio ni kipindi basi cha toba pia, kujitakasa. Ondoa uchafu wote, ubaki na Yesu tu. Nasikia kina mama mambo ya majungu, kufanya nini? Majungu yako kidogo au mengi? Nasikia baba paroko mengi. Na ushirikina, uchawi, ulevi, hata kwa kina mama. Wanasema kina mama hanywi pombe. Sasa unaona, sasa yani hayo yanaweka deni, ni vikwazo kwa Yesu. Lazima muondoe kabisa mambo hayo mamtakataka hayo. Yani hakuna kitu kinachoharibu nafsi ya mtu kama majungu, umbea. Maana majungu si unawasema watu. Unamsema mtu vingine hata una hakika naje unalisema tu. Unaharibu nafsi ya mtu, unaharibu jina la mtu. Majungu. Halafu yani mambo ya kuibusha tu hayapo, wewe unafikiri tu ili upate sifa. Mambo hayo lazima myaondoe. Yani majungu kitu kibaya sana. Unatumia ulimi wako badala ya kumtaja Yesu, unataja vitu ambavyo ni vya uongo. Umbea yani ni kusema uongo tu kila wakati, unaongea mambo yale, yani wakati vitu hata unatumia muda mrefu. Haya mambo ya ushirikina hayo, mambo ya matandiko, yani hayo ni lazima tuyaondoe, tuweze kuwa na imani ambayo ni thabiti, haina makandokando. Tumeelekeza tu mioyo yetu kwa Yesu. Tunaelekeza mioyo yetu kwa Yesu aliye Bwana na Mungu wetu na mweza yote, na tumngojee kwa sala hata kwa muda mrefu, lakini atakuja tu. Tutaona tu matendo ya ajabu yanayotokea kwenye maisha yetu kama haya ambayo yanafanya leo na hawa wanafunzi waliotumwa na Yohana wameyashuhudia. Kumbe ndugu zangu, tumwombe Mungu Roho Mtakatifu atupe ujasiri wa kubandikana, wa kujinasua kutokana na yale mambo yote ambayo yanaharibu imani yetu, yanaharibu matumaini yetu kwa Yesu, yanaharibu uvumilivu wetu kwa Yesu na upendo wetu kwa Yesu. Yanatufanya tusiweze kuyaona na kuyaonja matendo makuu anayoyafanya Yesu kwetu, ambayo kwa kweli yuko kazini, yuko pamoja na sisi. Basi tumuombe Bwana Yesu atusaidie. Tumuombe Mama Bikira Maria tuombee hasa katika kipindi hiki
cha majilio, tuweze kujiandaa vizuri kwa njia ya sakramenti ya kitubio, kwa njia ya kufanya maagano tena ya ubatizo. Tusirudi tena huko ambako tuko sasa hivi, tujinasue, tutoke huko. Kwa neema ya Mungu inawezekana. Tumsifu Yesu Kristo.